Naam, ikiwa kwamba leo hii ni tarehe 5 siku ya Ijumaa mwezi wa Disemba mwaka 2025 na kukaribisha katika taarifa zetu za wimbi la Ijumaa, langu jina Ronalfa na mwelekezo wangu akiwa ni Bwana Mongare Alex. Karibu. Tukianza ni kwamba Rais William Ruto amejiunga na viongozi mashuhuri wa kitaifa mjini Washington DC kushuhudia hatua za kihistoria ya kusainiwa kwa mkataba wa amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makabiliano yanayolenga kuimarisha mzozo wa miungo mitatu uliosababisha maafa makubwa katika eneo la Mashariki mwa Kongo. Our presence here, Mr. President, as regional leaders is a testament of our collective resolve. We will spare no effort to ensure this agreement is fully realized, mobilizing every resource and partner to secure peace and unlock the region's immense economic promise. The protracted conflict on our continent continues to hold back Africa. Our current 3% share of global trade is stark evidence of how far this war has held us back. A peaceful Eastern DRC can unlock one of Africa's greatest economic opportunities. Our vast resources, the young talent that we have, connected through our regional infrastructure and the Africa Continental Free Trade Area, can ignite an unprecedented transformation. Very importantly, we're settling a war that's been going on for decades, with millions and millions of people killed, and these two gentlemen spent a lot of time backstage talking to each other and over at the Oval Office. We were at the Oval Office together. It was beautiful. Great day for Africa, great day for the world, and for these two countries, and they have so much to be proud of. And I want to thank the leaders. I want to thank you very much. It means maybe more because we are here together for the first time ever in this building. Brand new, beautiful building. I don't want to tell you how much it costs because I hear it's a lot. Okay? They don't build inexpensively here. It's a momentous occasion. It's truly incredible setting. It's very few places I've seen like this. In this holy season, we prepare to celebrate the birth of the Prince of Peace. We have come to the U.S. Institute of Peace to sign a historic agreement that will end one of the longest-running conflicts anywhere in the world, with far more than 10 million people killed. Yes, and this is a conflict that has been there between two neighboring countries, which have been fighting for many years, with consequences on the peoples, countries, economies, and so forth. And these consequences also were felt in the Great Lakes region, which is a very rich region in Africa, rich in terms of water resources, arable lands and forests, and as well as mineral resources, which are important for the development of our region. So it's important that we've reached to this point where the agreement is going to be, has been signed, a peace deal, which will benefit immensely the whole region and will unleash the opportunities for the development of. Na bunge la kaunti ya Nyamira limecharuka dhidi ya seneti likidhumu kwa kupuuza madai mazito ya ufisadi ya matumizi mabaya ya mamlaka zilizomkabili gavana Amos Nyaribo, na hivyo kwa mujibu wa bunge lililokuwanyima wakazi wa Nyamira haki ya kusikilizwa ipasavyo. The senators spent much of the time debating on the PO, and finally they did not give us an opportunity to prosecute our case about the issues that are bedeviling Nyamira. For quite a long time we have seen issues that have led to stagnation of development in Nyamira. What happened? That 1 hour break that my colleague leader majority in the Senate asked for. What happened after that 1 hour? That the Senate decided to vote
on the preliminary objection, and 3/4 of them who were supporting us crossed over and supported the preliminary objection. Kwa hivyo tunaomba watu wa Nyamira wawe watulivu ya kwamba tuko na njia mingi tena ya kuangalia haya maneno. Tutaenda kotini ili koti iende kusema ya kwamba idadi ya MMCA ni wangapi ambao wanatakana wafanye ile. Na mwenyekiti wa bodi ya sukari ya Kenya Nicholas Gumbo ametoa wito kwa vijana kuwekeza nguvu na maarifa yao katika kilimo cha miwa, akibainisha kuwa mustakabali wa sekta ya sukari nchini unategemea kizazi kipya chenye ujuzi wa kiteknolojia. Akizungumza katika kongamano la sukari mwaka 2025, Gumbo alisema kuwa teknolojia za kisasa ni matumizi ya ujambazaji wa data vinabadilisha sekta ya sukari kuwa biashara yenye thamani kubwa, na hivyo vijana wanapaswa kuwa na nafasi muhimu katika kuleta mageuzi ya kweli katika usalizaji wa usindikizaji wa miwa nchini. See that almost a third of them were young people, very enthusiastic, and I had an engagement with one of them who told me right now is planting about 600 acres. Those are very encouraging news. Want to showcase those success stories so that young people can see. Young people will be interested in agriculture and sugarcane growing in particular, if they can see that out of it they are able to earn a livelihood. The youth is registered as a plot manager. All the farming skills and how the crop health, how he's doing it, are securely captured. So basically this provides ownership to the extent that all parties, the millers and financial. Na serikali ya kitaifa itaanza mara moja kuendesha kampasi mpya 18 za chuo za mafunzo ya tiba ya Kenya KMTC katika maeneo mbalimbali nchini. Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki ambaye aliongoza hafla ya makafali ya 94 ya KMTC aliangaza kuwa serikali imetenga shilingi bilioni 1 ili kuongeza nafasi ya uadili kwa wanafunzi. Aidha, alisitiza kuwa KMTC ina nafasi muhimu katika kukuza wataalamu wa afya wa huduma ya jamii ambao ni nguzo kuu katika utekelezaji wa huduma za afya kwa wote. Vile vile Naibu Rais alibainisha kuwa serikali itaendelea kuwasaidia wanafunzi wa KMTC kupata bodi ya mikopo ya elimu ya juu kwa lugha ya Kimombo HELB ili kuhakikisha kuwa vijana wengi nchini wanapata nafasi ya kusoma taaluma za matibabu. Waziri wa Hazina ya Taifa, Waziri wa Afya, Waziri wa Elimu, wiki ijayo naenda kukutana nao ili tuwapatie jibu, kwa sababu mimi najua ya kwamba na nimesawishika ya kwamba wanafunzi wa KMTC lazima tuanze kuwa support kupitia HELB. As a ministry, we are very proud of Kenya Medical Training College. For nearly 100 years, KMTC has been the college of choice. KMTC graduates constitute over 80% of human resources for health for this country alone. And every year we send over 5,000 graduates from Kenya Medical Training College to work in other countries. Mbunge wa Kasipul Bondwere ameahidi kuwatumikia Wakenya wote kufuatia ushindi wake katika uchaguzi ndogo uliokamilika hivi karibuni. Amewapa wasimamia ukweli, haki na heshima, huku akihimiza uponyaji wa makadiliano bila kufuta kisiasa. Vile vile aliwaheshimu wale waliopoteza maisha wakati wa kampeni na akatoa wito wa kusitisha machafuko. Aliwaalika Wakenya wote kushirikiana naye katika safari ya kidemokrasia inayowatawala na fikra mbefu za sauti ya wananchi. Honorable Speaker, I rise on the shoulders of generations before me, but I also rise carrying the fire of a new generation that refuses to be silent. Gen Z is rising, grateful for the government's commitment to growing our GDP and strengthening our economy, yet yearning for something deeper. A Kenya where national progress is measured not only in numbers, but in human dignity. We dream of a country where every young person can access decent work, earn a fair income, and support their family with pride. We seek accountability, transparency, and zero tolerance to corruption. A Kenya where public institutions are trusted, where integrity is non-negotiable, and where justice is not a privilege but a right.
We long for a nation where opportunity is fair, governance is humane, the environment is protected, and where success is guided by a gross happiness index. A society where citizens are not only economically active, but emotionally safe, socially supported, and able to breathe freely in their own country. This is the Kenya Gen Z believes in. This is the Kenya we are ready to build. Honorable Speaker, my father was not simply taken by fate. He was killed. And as a son, I stand here with a heart that still seeks answers. Honorable Speaker, when my father was taken from us, the wound cut deep. But that was not the first grave I learned to stand beside. The orphan they thought will break. The boy they expected to fade quietly into grief. But I rise today, carrying their names on my shoulders and their strength in my bones. I seek no revenge. Revenge cannot raise the dead, cannot comfort a grieving family, and cannot build a nation. Instead, I seek healing, reconciliation, and an end to the cycles of violence that have stolen too many fathers, mothers, and children from this country. Today, I honor not only my father, but all those who lost their lives in the violence witnessed during the campaigns. Their Wanaharakati wa haki za kibinadamu wameonya kuwa demokrasia ya Kenya iko katika hatari kufuatia uchaguzi mdogo wa Novemba 27. Ripoti mpya ya haki za kibinadamu inawadhuhumu maafisa wa serikali, vyombo vya usalama na baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuhusika na vurugu, vitisho, maamuzi mabaya ya rasilimali za umma na visa vya rushwa katika maeneo 22 ya uchaguzi. Ripoti hiyo pia inasema kuwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC imeshindwa kuhakikisha wazi na uaminifu wa uchaguzi, hivyo haiwezi kuaminika kusimamia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. We have currently just 20 months, actually 20 months to the next election. And the concern is with what we saw last week, then the level of preparedness towards the next election is not adequate enough, looking at what happened in the by-elections and all the cases of violations and infractions, and the inability of the institutions which are charged with responding, their inability to be able to act very decisively. If then there's not going to be proper oversight and also accountability around what we have witnessed in the by-elections and also possibly what we have witnessed in the previous elections, then it also means then what we are going to see in 2027 is also going to be extremely devastating. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa kwa wakati wako. Ila usende mbali, bali naenda mapumziko kwa muda usio mrefu. Nitakaporejea nitazidi kufahamisha mengi kutoka kaunti ya Migori, kuwa chama cha wakazi wa kaunti ya Migori kimewataka viongozi waliochaguliwa kusitisha kampeni za mapema na kuwania nyadhifa za juu na kuzingatia utoaji wa huduma muhimu. Usende mbali. Festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739
314606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo. Wakazi wa kaunti ya Migori kimewataka viongozi waliochaguliwa kusitisha kampeni za mapema na kuwania nyadhifa za juu na kuzingatia utoaji wa huduma muhimu, kikionya kuwa shughuli hizo za kisiasa zinadumaza maendeleo ya kuchangia kuongezwa kwa visa vya usalama katika kaunti. Wameahidi kuhamasisha wakazi wa kaunti ya Migori kuhusiana na mbinu za kuwajibisha viongozi wa kisiasa, na hata wamesema kuwa viongozi hao wataendelea kampeni za mapema kwa sasa. Mwandishi wetu Lena Kusodede anatuarifu zaidi. Chama cha wakazi wa kaunti ya Migori kinachoongozwa na katibu mkuu George Okede kimewataka viongozi waliochaguliwa katika kaunti ya Migori kusitisha kampeni za mapema za kuwania nyadhifa za juu na badala yake kuzingatia utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizungumza katika hoteli moja mjini Migori, chama hicho kimesisitiza kuwa viongozi wanapaswa kutekeleza majukumu yao kikatiba, kikionya kuwa kampeni za mapema zinazoonekana katika kaunti ya Migori zinadumaza maendeleo. Wamesema kuwa baadhi ya viongozi wanazunguka maeneo mbalimbali ya kaunti nje ya maeneo yao ya uwakilishi kwa maslahi binafsi badala ya kuhudumia wananchi. That the leaders to robustly undertake their roles and mandates as enshrined in the constitution of our great republic and all other relevant statutes, so that residents can fully realize the benefits for which they place the leaders in the respective offices. Specifically, arising concern from Wanjiku on the conduct of the elected leaders who have expressed democratic ambitions in vying for higher seats come 2027 general election have been found to have abrogated their roles for which the residents voted them in pursuit for personal interest at the expense of the electorates within their areas of jurisdiction, thereby causing inadequate service delivery to the electorate as a result of the divided attention on the side of the said leaders. Consequently, the residents risk losing a lot in terms of service delivery in the affected wards and constituencies. Unapata ina overlap, inaenda mpaka kwa constituency nyingine. Wengine wanafanya nayo kampeni huko. Sasa hiyo inatuathiri kwa sababu kuna watoto ambayo inafaa walipiwe karo kwa shule na hawapendi pata. Na tunahofia ya kwamba hata kama wanatumia pesa zao, tunahofia ya kwamba pengine hata pesa zetu ndio wanakata na wanaenda kutumia kwingine. Kwa mujibu wa wanachama hao, kampeni hizi za mapema zimechangia ongezeko la visa vya usalama ambapo vijana kadhaa wameripotiwa kushambuliwa na wengine kupoteza maisha. Kampeni za mapema zinaleta maneno ya wizi katika kaunti yetu. Unapata kwamba vijana wetu ambao wanaendesha pikipiki zao zinaibiwa, wanauliwa mpaka kwa miwa, wanawekwa huko. Sasa hii inaletwa na kampeni ambayo inakuja kwa wakati isiyofaa. Chama hicho pia kimewataka wakazi wa kaunti ya Migori kuhakikisha viongozi wao wanawajibika. Wameahidi kutoa elimu ya uraia kwa wakazi wa kaunti ili kuwasaidia kuelewa namna ya kuwajibisha viongozi wao. We will mobilize and actually make all the residents aware through civic education that whatever is going on is not right, and it will be judgment towards them and will be against those who do such, and consequently they may face the people at the ballot. So it is a real issue that we request all the residents to really come out and we journey together for the success of our county. Aidha, wamewahimiza viongozi wa kisiasa kuweka mbele maslahi ya wananchi na kutekeleza kikamilifu majukumu yao iwapo wanatumai kuchaguliwa tena katika uchaguzi mkuu ujao. Hatutaki kampeni ya mapema. Waendelee na hiyo kazi yao, wamalize. Wakimaliza tena ikifika wakati tutapiga kura, tutawapigia, tutaona wamefanya kazi. It is not yet time for politics. It is time for service delivery. We need their services. We don't need their politics. Ambitions can wait. The time that you are going to be given by the IBC to campaign, and we'll start campaign. These premature campaigns disrupt services to the people, and we don't like it. We urge them to refrain from it so that we focus on development first. Mtu tulimpatia kazi ili atufanyie kazi. Kampeni na siasa mengine inatusaidia nini?
tunataka tufanyie kazi ili kesho akija anatuonyesha amefanya hii na hii na hii, kisha tunakupatia nani? Bila kazi tutamjuaje? Na tutamsaidia kivipi? Tutampigia kura kwa nini? Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na serikali ya kaunti ya Bungoma kupitia idara ya elimu imeahidi kuendelea kuwekeza katika vyuo vya kiufundi na shule ya chekechea ili kuhakikisha watoto wanapata msingi imara wa masomo. Waziri wa elimu wa eneo hilo Agnes Wachie ameweka wazi dhamira hiyo, kusema kuwa atahakikisha kila kitu kiko sawa katika sekta hiyo muhimu. Babu hawana mtu wa kulea hawa watoto nyumbani, watoto walikuwa wanawekwa pale kwa child care center, alafu msichana anaingia darasani, anasoma skills, anapata knowledge ya kumsaidia ili aweze kujisimamia na saidie mtoto wake, so that we do not waste these girls in the communities. Na mpenzi mtazamaji, tukiingia viwanjani ni kwamba maandalizi yote yamekamilika kwa ajili ya mashindano ya mbio za nyika za Chepsaita yatakayofanyika kesho katika kaunti ya Uasin Gishu, huku waandizi wakielezea matumaini ya kuandaa mashindano ya kiwango cha juu na yatakayowavutia wanariadha mashuhuri kutoka pembe mbalimbali za nchi. Fika kilele ya matayarisho, tuko tayari kwa kuanzisha kuwajulisha kwamba kesho mambo itakuwa sawa. Niko na mwenyekiti atazungumzia taratibu za kesho. Langu ni kuwashukuru, ni kuwajulisha kwamba tuko tayari kushangilia, tuko tayari kwa wakimbiaji kuambia mkuu nilikosa nini nikakunyima nini. Tuko tayari kwa mambo ya security, na watu ya security watafika hapa kuungana na sisi kutueleza. Langu kama mwandalizi mkuu wa mbio za nyika, nataka ni wakaribishe kwamba tunaanza asubuhi, matarajio yetu itaisha by saa 7. I came here for the cross country event. I'm specializing in the 800 meters. My coach sent me here for experience. Kenya is a very nice country. I have good experience. People is very friendly here. I'm only running here for the fitness, and I'm trying to get 32 tomorrow. I also came here for the experience. I specialize in 3,000 meter steeplechase, but I also do road running, which is like 10K and 21. What am I expecting from tomorrow? I'm gonna try my best. But yeah, with training, I find it like hard balancing between academics and sports. Naam, shukran sana mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Africa, na kufikia hapo ndipo naweka kikomo katika taarifa zetu za wimbi la Ijumaa. Langu jina Ronelfa na mwelekezi wangu amekuwa ni Bwana Mongare Alex. Uwe na usiku mwema na sabato njema.